الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaambiwa ukitaka kutolewa meno nenda kwa daktari wa meno, usije kwa mafundi wa plumber leo atakutoa kitashoto. Nenda kwa watu wenyewe katika nyumba ya Mtume, inma yuridu Allahu yudhiba ankum rijsa ala baiti liwetewe. Ndio tale Firista alimsifu nini? Msifu al-Imam Ali Hussein Abidin, Allahumma salli sallam alayhi, na hizi za Mtume. الدين من بيت هذا ناله الأمم. الدين من بيت هذا, dini yatoka katika nyumba ya huyu, nalahu الأمم, ipata watu wengine. Na hapa tumeelezwa namna gani Mtume alimwambia Sayyidina Umar na akamwambia na Sayyidina Ali, nyinyi mtafuteni mtu ambaye kwamba anaitwa Uwais al-Qarani, na mtu kama huyu mtake dua kwake. Sayyidina Ali alikuwa mtukufu, Sayyidina Umar alikuwa mtukufu, lakini Mtume anambia kamzengeni. Lakini tumesema khairu tabiina rajulun qala lahu Uwais, yani mtafuteni Uwais ili mpate dua kwa Sayyidina Ali. Mtume kwa Mtume sio kwenye ngombe mimi yangu mtafuteni Uwais. Man huwa Uwais? Uwais nani? Uwais ni rajul min afdali katika tabiina walikuwa sana. Uwais tuna Uwais wawili sisi tufahamu, na Uwais al-Qarani na Uwais al-Qadiri. Uwais al-Qadiri yule mwenye dhikri, yule ndio Uwais al-Qadiri, yule kwamba alikuwa upande wa Somalia, yule ndio Uwais, na ule ametabaruka na ule Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani katika tabiina. Huyu bwana ilikuwaje mpaka Mtume tena mwambie Sayyidina Ali na Sayyidina Umar, sema maswahaba wengine wale walio daraja ya chini kama huwa, hawa ndio kale ashar tabasharu vijana watukufu Sayyidina Ali na Sayyidina Umar, wajua hoteli Uwais. Uwais kwa nini? Uwais huyu katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Huyu alikuwa Yemen, asili yake Yemen. Huyu alipata daraja kwa sababu wakati wa Mtume alisikia habari za Mtume na akataka kwenda kumuona Mtume ili asilimu apate daraja ya usahaba, lakini akashindwa kwenda. Kwa nini ashindwe kwenda kwa Mtume? Kwa sababu Uwais al-Qarani alikuwa na mama yake. Mama yake alikuwa ni mgonjwa, kwa akapata udhuru wa kutokwenda kwa Mtume kwa sababu kumunguza mama yake. Akaona hili la kumunguza mamangu ndio kubwa zaidi kwangu mimi. Ndio kama Mtume alimwambia wale sahaba atakwenda katika vita, Mtume akamwambia je, wazazi wako wako hai? Akamwambia wafihima. Mtume akamkataza sahaba kwenda katika vita, awaangalie wazazi wake wawili. Kwa hiyo akazidilia yeye mwenyewe asende kwa Mtume kwa sababu ya kuangalia. Hili ni darasa, nataka sisi tuwatambue mama zetu, tusiwafanye vitakataka mama zetu, tusigombane na mama zetu, tuwasikize mama zetu, tusitete na wao mpaka mtu asema fala takulauma, yani ile kuchoka. Wengine kwa wale si nini manake lao mzazi ataingia chooni ndio utamsafisha, ukisikia ile harufu ya choo basi yani usisikie ile hili ndio inaitwa mafhumu muwafaqa kwenye usul fiqh, na mafhumu mukhalafa na mafhumu muwafaqa. Maana yake ikiwa mzazi wako usichoke, usiingia usiku, je kumkana mzazi wako, je kumdharau mzazi wako, je kumjenga mzazi wako, je kufanya mzazi wako hana maana na dhambi yake ni kubwa namna gani? Moyo wako ushuke kwa Abdul Qadir Jilani. Sayyid Abdul Qadir Jilani ni kitu gani ambacho kwamba